tatu katika siku ya leo. Kuishi na Kristo moyoni mwako huleta faida au huleta furaha. Unaleta furaha. Unajua kuna watu wanaishi hawana furaha. Hawana kabisa. Nimeona kuna watu fulani wamekuwa hapa karibuni, kuna familia moja. Chungaji, njoo huku. Nilipofika mahali pale nikakuta ngumi zimetembea sana. Wengine wamevimba nyundo namna hii. Mwingine amekwaruzwa, amekatwa na kisu. Na mwingine amekwaruzwa na makucha. Na wengine unafikiri kwamba sio alikuwa anataka kutoa koo. Yaani ni shida. Nikatambua hao wapendwa hawana nani? Hawana Yesu. Hawana Yesu. Lakini kama mtakuwa na Yesu, hamtapigana ngo. Baba na mama hamtapigana. Mtakaa kwa amani. Na mtakaa kwa furaha. Na mtakaa kwa ushirikiano. Hata kwaya, mkiwa na furaha, mkiwa na Yesu, hakuna migongano. Ni amani tu. Ni furaha tu. Hata kazini, wafanya biashara, labda kama mmeungana mko kitu kimoja, maana shetani hutafuta yeye kuleta mifarakano. Lakini mkiwa na Yesu, nataka kuambia biashara yenu itakwenda vizuri, kwa sababu kila mnapokuwa kuna jambo mnakaa pamoja kwa utulivu, kwa amani. Mnafanya nini? Mnalimaliza tatizo lile, au Yesu anamaliza. Kwamba hiki kinatoka wapi? Huu ni mwiba unatoka wapi? Kwa hiyo watu wa Mungu hukaa na kumshirikisha Yesu. Yesu, angalia maisha yetu. Angalia shughuli zetu. Tunakuhitaji uwe katikati yetu. Kwa hiyo Kristo akiwa katikati yenu au akiwa mioyoni mwenu, ni amani tupu, ni furaha tupu. Tena Biblia inasema mkimpokea, furahini katika Bwana siku zote. Nasema furahini. Kwa hiyo unaweza ukashangaa ukaona hata wakati ambapo wengine wana furaha hapa, wanashangilia na kurukaruka na kumsifu Mungu, wengine wana huzuni na kupa pole. Yaani kuna mtu mwingine hana furaha kabisa. Wewe unakaa hapo unatazama, hata wakati mwingine mchungaji nalia. Hivi imekuaje huyu mama? Imekuaje huyu baba? Imekuaje huyu mtu wa Mungu? Amelazimishwa kuja hapa? Unatambua kwamba hakuna furaha. Huyu mtu hana furaha kwa sababu moyo wake umejaa uchungu. Na moyo wa mtu ukijaa uchungu, hana furaha, hana amani. Kwa hiyo hata kusifu, hata kuabudu, hata kufanya jambo lote, utamwona tu anajisukuma tu. Yesu alifika katika kijiji kimoja, akawakuta watu walikuwa na huzuni. Mariamu na Martha, akawakuta walikuwa na huzuni sana. Kisa ndugu yao amefariki, amekufa. Lakini hawakuwa na tegemea kwamba Yesu anaweza kufanya jambo lolote katika maisha yao au katika maisha ya ndugu yao. Na hata Yesu alipofika katika kijiji kile, na walipomwona walilia, wanasema ungelikuwepo. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo umuhimu wa Yesu kuwepo, hata kuwepo moyoni mwako tu. Yesu alipofika wakalia, wakasema ungelikuwepo, huyu ndugu yetu Lazaro asingelikufa. Tunajua kabisa angelipona. Lakini katika mchana huu wa leo nataka kukuhakikishia, kukuambia kwamba hata sasa hujachelewa. Ukimpa nafasi Kristo akaingia ndani ya moyo wako, analeta furaha. Bwana apewe sifa. Maana inawezekana unaye tu kwa mazoea tu. Umezoea tu kwamba unaye tu. Unakuja kanisani, unakuja kwenye ibada, unakuwepo kwenye mkesha. Yaani unakuwa na mazoea tu. Kama jinsi ambavyo Martha na Mariam, jinsi ambavyo walikuwa na mazoea juu ya habari ya Yesu, hawakujua kwamba kumbe kuwa na Kristo kunaleta nini? Kunaleta furaha. Walihuzunika sana. Lakini Yesu aliwaambia wanafunzi, twendeni. Walipofika katika mahali pale,
Walipofika, Yesu alipopata kibali cha kuingia katika kijiji kile, watu walikusanyika na walitaka kuona kwamba inakuwaje. Ulimwengu unataka uone, inakuwaje hao wa Kristo waliompokea Kristo, mbona na wao wana maisha ya huzuni tu, mashaka tu, wasiwasi tu. Nataka kuuelewe ya kwamba kama unaye Kristo unayo furaha. Bwana apewe sifa. Hata kama unapita katika changamoto za dunia hii, unapita katika changamoto za dunia hii, wewe mtu wa Mungu, ujapopita katika changamoto, Mungu yuko pamoja nawe, hata kuacha, hata kutupa. Kristo yuko pamoja na watu wake. Anasema nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Yaani mwisho wa dunia, sitakutupa. Jana nilikuwa nasikiliza kwenye redio wana wa Israeli. Wajua wakati huu wana vita kali sana, na hatujui hii vita nini kitakwenda kuzaliwa. Nilikuwa naona jana Marekani inapeleka manuari za kivita, wanakwenda pale Mashariki ya Kati, wanapitia katika bahari ya Mediterranean. Kule juu ni nchi za Ulaya na huku chini Afrika. Alafu kienda upande mwingine ni Mashariki ya Kati, Israeli na nchi zingine kama Lebanon na nchi zingine Misri, unakutana nazo huko. Pale kuna vita kali sana. Lakini nilikuwa namuona yule rais au waziri mkuu anasema sisi hatutishiki, hata kama tunapitia katika changamoto, wakati ambapo dunia nzima. Nilikuwa nashangaa, wao wameua maelfu ya watu wa Israeli, alafu wanafanya nini? Hawasemi. Lakini aguswa tu mtoto wa yule, utasikia kelele paka dunia nzima. Lakini huyu jamaa amesema hivi ya kwamba mimi pamoja, ukisikiliza hotuba yake, sisi tuna Mungu aliyeziumba mbingu na nini? Na nchi. Haleluya. Tuna Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Huyo ndiye ambaye dunia ijue ya kwamba tunaye. Hata kama tunapita katika majaribu mazito haya, lakini tutasimama imara. Tutasimama, dunia ielewe. Hivi unaangalia, unaona hawa watu. Nilikuwa namsikiliza mtu mhubiri mmoja Muislamu, alikuwa anahubiri, anaeleza. Nilikuwa namwangalia, namtazama, namsikiliza, anaeleza watu. Tunakwenda naye vizuri, namtazama tu, namsikiliza kwa makini tu. Alafu anaeleza, anazungumza habari. Anasema Jerusalem ni mji hakika ni wa Abraham, baba wa hao Wayahudi. Anaeleza habari za Gaza, juu habari ya wana ambao ni watu wa Mungu. Sasa huku duniani sisi tunaendelea kujiweka vibaya, tunajibagua, tunajitupa, tunajifanya nini? Wapendwa, sikilizeni. Mungu yupo. Haleluya. Mungu yupo na anawapa faraja wale watu, nami naomba kwa ajili yao. Haleluya. Naomba hata kama dunia iko tofauti, lakini mimi kuguru ninaomba, nataka amani iwepo, na wakitambua, wakijua kwamba hawa ni watu wa Mungu ambao wanatakiwa katika dunia hii tuishi kwa amani, wampokee Yesu Mwokozi. Haleluya. Awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, apate kuweza kuwapa raha katika maisha yao. Yesu yupo, na alizaliwa pale Bethlehem, akakulia Nazareth, akaishi pale katika mji ule Galilaya, akatenda kazi iliyokuu, na kusudi lake ilikuwa ni kuja kuwatafuta kondoo waliopotea. Kwanza Israeli, alafu ndipo injili ikashuka na kwenda katika nchi zote katika dunia na mataifa yote. Na mtume Paulo
alipeleka injili, hakika akiwafundisha watu habari za Yesu wa Nazareti, jinsi ambavyo Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa ili aje aweze kukomboa wanadamu. Maana alipowatazama wanadamu walipoanguka katika dhambi, walikuwa hoi, hawakuwa na furaha. Dhambi ilimtenga na Mungu wao. Waliishi katika maisha ambayo yalikuwa hayampendezi Mungu, maisha ya huzuni. Maana sasa magonjwa yalianza kuingia, vita, mauaji walianza kuwana, na vitu njaa zilianza kuingia katika dunia, kwa sababu ya laana mwanadamu alipoacha kuwa na Mungu, alipomwacha Mungu moyoni mwake, alipojitenga na Mungu. Mungu akatengeneza njia ya kumleta Yesu aje duniani, ili kusudi mataifa yote, makabila yote, watu wote wa dunia, wa lugha zote na makabila yote wamwamini Yesu, ili kusudi alete amani na furaha katika maisha yao. Yesu akipewa nafasi, akiingia katika kila taifa, amani na kuwepo. Watu wa Mungu wana amani, wana furaha sana. Lakini tunazo changamoto sasa. Wako watu wanachukia, hawapendi kuwa na Kristo, hawapendi kumkaribisha Kristo mioyoni mwao, katika mataifa yao na katika maisha yao. Wamemtupa mbali. Lakini huyu ndiye Bwana wa furaha. Ili taifa liwe na furaha, limkubali Yesu. Ili taifa liwe na furaha na amani, wamkubali nani? Yesu Mwokozi. Huyo ndiye, na Biblia inasema atakuja pale na mawingu, wakati ambapo duniani kutakapokuwa na hali ngumu, dhoruba kubwa, maasi atakapokuwepo duniani, Yesu atakuja kuwachukua watu wake, wasitumbukie katika huzuni ya milele, bali waingie katika ufalme wa mbinguni wakiwa na furaha. Nilikuwa naangalia maandiko haya, nasoma na tazama, furaha ya mbinguni ni ajabu. Maana tunaonyeshwa kabisa kwamba tutakapoingia Yerusalemu mpya, tutakuwa tukirukaruka kama ndama aliyenyonya ameshiba. Tutakuwa tukirukaruka na kushangilia. Itakuwa ni furaha kubwa kule juu mbinguni. Maana kabla ya dhiki kuna taabu zitaingia, kanisa lazima lichukuliwe. Wale walio na Kristo lazima waweze kwenda au kupaa. Yesu atarudi na jeshi kubwa la malaika kuja kuwapokea hapa juu mbinguni. Bwana apewe sifa. Atatupokea pale. Lakini ni wale tu ambao wana Yesu Kristo ndani ya mioyo yao, wale tu wenye furaha, pamoja kwamba wanauziwa duniani, lakini wanayo furaha na amani. Kwa hiyo somo letu kuishi na Kristo. Nataka uishi na Kristo. Bwana apewe sifa. Ndani ya moyo wako kila siku ishi na nani? Na Kristo. Utaiona furaha, utaona faida kubwa sana. Ukimkosa Yesu, umekosa furaha. Ukimkosa Yesu, utakuwa na huzuni. Watu wengi wanatembea leo ni kwa sababu naona wana huzuni. Wengi wanazungumza tu barabarani, wana huzuni. Watu ni shida, tabu zimewazunguka, ni kwa sababu hawataki kuona kwamba kuna msaada ambaye Kristo anatakiwa aingie ndani ya moyo wake. Bwana apewe sifa. Ruhusu Yesu aingie ndani ya moyo wako. Ataleta furaha ya ajabu, ataleta mafanikio ya ajabu, ataleta baraka katika maisha yako. Hebu tuangalie andiko hili. Naomba mtu mmoja tusome Marko sura ya 7 na ule mstari wa 7 mpaka wa 9. Marko mtakatifu sura ile ya 7 na mstari wa 7 hadi wa 9. Naomba msomaji anisomee. Marko sura ya 7 mstari wa 7 mpaka wa 9. Biblia inasema, ndio, nao waniabudu bure, wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundisha na kufundisha mafundisho yaliyo maagano ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu, ninyi mmeniacha amri ya Mungu, na kuyasikia mapokeo ya wanadamu, na kusikiliza mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema,
Mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Mmekataa amri ya Mungu, mnataka mshike mapokeo ya kwenu ninyi wenyewe. Bwana apewe sifa. Tunaona jinsi ambavyo neno la Mungu linavyozungumza. Wajua leo hata makanisani furaha wakati mwingine hakuna. Ilifika mahali fulani kakuta kanisa moja ni huzuni. Maana hata ile neno la Kristo halipo. Wana maneno ya manabii tu. Wana maneno ya mitume tu. Yaani ibada nzima ni kushughulika na maji, kushughulika na vitu kokoto, michanga na kushughulika na mafuta, kanyaga. Hakuna neno la kuweza kuwabariki watu. Leo nataka nikwambie, toa nafasi kwa Kristo. Toa nafasi kwa neno la Kristo lipate kuweza kukaa ndani mwako. Utaona faida. Utaona faida. Makanisa, unakwenda katika ibada, watu wana mafundisho yao, wameacha mafundisho ya kweli, wameacha maagizo ya kweli, wameacha kumfundisha mtu ajiwe umuhimu wa kuwa na Kristo ndani ya moyo wake. Wanafundishwa kushika mafundisho ya wanadamu, mafundisho ya mtu tu anatunga tu, anaona tu ya kwamba katika siku hizi, unajua wakati huu kuna roho ya kupenda pesa. Kupenda nini? Pesa. Na Biblia imesema wako watumishi wanaomtumikia kwa tumbo, kwa matumbo yao. Anataka tu ashibishe matumbo yake. Na afanye nini? Ataleta hata mlima wa kokoto, akiwadanganya watu ya kwamba awafurahishe, kwamba utakaponunua kokoto na kuiweka katika mfuko wako, kwenye biashara yako au kwenye nyumba yako au katika maisha yako, utakuwa na furaha, utakuwa na raha. Kokoto zitanunuliwa pale, lakini bado huzuni iko pale pale. Juzi nilikuwa naangalia kwenye mtandao, kuna mtu mmoja amefungiwa, anaitwa kiboko ya nini? Kiboko ya wachawi. Danganya watu, amekula pesa za watu. Wewe ni kiboko ya wachawi? Nani kiboko ya wachawi? Uliza. Yesu ndiye kiboko ya wachawi. Hao wengine ni feki tu, wanatafuta kula pesa yako tu, wanataka wale pesa tu. Kwa hiyo siku za mwisho, neno la Kristo au neno la Mungu limesema itakuwa ni siku za hatari. Watu watapenda pesa kuliko kumpenda Kristo. Nani wa muhimu? Pesa au Kristo? Watu wamekuwa na pesa lakini wana huzuni. Watu wamekuwa na marumasi lakini wana huzuni. Watu wamekuwa ni matajiri mabilionea, lakini ukiingia ndani yao wana huzuni tu. Unayo pesa lakini hulali. Unayo pesa lakini huna furaha. Watu wana pesa, wanalala juu, mpendwa, watu wanalala kwenye godoro la pesa, lakini hawana amani, hawana furaha, hawafurahii pesa zao. Yona mwaka ule 2019 pale ilipopita Corona ilipoingia, watu walikuwa wanazitupa pesa. Pesa haiwezi kukuokoa, lakini Kristo anakuokoa. Pesa haiwezi kukusaidia, maana Biblia imesema katika siku za mwisho hizo watu watapenda pesa kuliko kumpenda Kristo. Watauza mafuta, watauza maji, watauza hivi kuwadanganya watu. Lakini watu wakisha kupokea wanakunywa mafuta, usi wanakanyaga mafuta, wanafanya, lakini huzuni yao iko pale pale. Mpendwa,
nataka kukwambia mchana wa leo, katika dakika hizi tulizo nazo chache, mtu wa Mungu, hebu kama unataka kuwa na faida, mpe nafasi Kristo atawale maisha yako. Yesu aingie moyoni mwako. Huyo ndiye ambaye Mungu alipanga atakapokuja duniani, na huyu Yesu akapewa nafasi katika mioyo yetu wanadamu, tutakuwa na furaha. Amen. Tutakuwa na furaha. Kama mama una huzuni, kama baba una huzuni, kijana una huzuni, binti una huzuni, nataka kukwambia fungua moyo wako, Yesu akupe furaha. Alisema amani yangu nayo wapeni, si kama ulimwengu navyo. Hii amani ya dunia ni bure. Watu wanagombana, mataifa wanapigana. Kazi yao ni kusimama na kusema, acheni, sifanya nini. Lakini nataka kukuambia amani Kristo atakayokupa itakuwa na furaha. Kama dunia ingelitambua na kumtafuta Mungu katika maisha yao, wakamtafuta Kristo katika maisha yao, wakamwambia Yesu ya kwamba wewe ndiye ambaye unatakiwa utawale dunia nzima, maisha yetu katika dunia nzima au nchi yetu, wangeliweza dunia nzima kuwa na amani. Na kwa sababu wamekataa kuwa na amani katika mioyo yao, wamemkataa Mungu, wanamwabudu Mungu tu kwa akili zao. Tunaona hiyo katika kitabu hicho cha Marko, hiyo 7:9 mpaka kwenda 9. Watu wanamwabudu Mungu kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko mbali naye. Hebu tuangalie, msomaji wangu, nataka tuangalie maandiko machache. Neno linatutaka tumpe nafasi Kristo katika maisha yetu ili kusudi tuwe na furaha. Tuangalie katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 13 hadi mstari wa 14. Yohana mtakatifu au Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 13 na 14. Sikiliza. Biblia inasema, ndiyo, na sasa naja kwako. Anasema na sasa Yesu anataka aje kwako. Na maneno haya nayasema ulimwenguni. Alafu maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Ili wawe na furaha yangu ambayo imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako. Mimi nimewapa neno la Mungu. Na ulimwengu umewachukia. Na ulimwengu umewachukia. Kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Kwa sababu ninyi wao si wa ulimwengu. Kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Na kama mimi Kristo nisivyo wa ulimwengu. Bwana apewe sifa. Mungu amemleta Yesu. Na Yesu anasema nakuja kwako. Uko tayari kumpokea? Uko tayari kumpa nafasi? Anasema nakuja kwako. Hili ni neno la kweli, ni neno la uhakika. Kama Yesu anakuja, anagonga, anabisha, na mtu yeyote akiwa tayari akafungua, Yesu akaingia ndani ya moyo wake, huyu mtu hata baki na huzuni, lazima atakuwa na furaha. Maandiko yanasema naja. Yesu anahakikisha, anawaambia ulimwengu, anawaambia watu wote wa makabila yote, wa mataifa yote, awe Mkuria, awe Mnyiramba, awe Muhaya, awe Mzigua, awe si mtu gani. Yesu anasema nakuja kwako. Anachotaka mpe nafasi. Leo watu hawataki kumpa nafasi Kristo. Ndio maana bado wana misiba. Ndio maana bado wana huzuni. Unakuta watu hata makanisani wana misiba, wana huzuni. Watu hawana furaha. Hawawezi kumtukuza na kumtumikia Mungu wao. Lakini sikiliza watu wa Mungu. Nisikiliza enyi mataifa, enyi makabila mlioko hapa katika kanisa la Kabungo. Enyi watu wa Mungu ambao mpo katika kanisa la EAGT. Sikilizani ya kwamba mpeni nafasi Kristo. Amesema naja. Kwa andiko nakuja na kuijia. Lakini je, uko tayari kumfungulia ili aingie na akae pamoja nawe?
ili kusudi lengo lake litimie, akupe furaha ndani ya moyo wako. Maana anakuona na huzuni, unahuzunika sana, umekata tamaa, umevunjika moyo, hata huwezi kuyafanya yaliyo mapenzi ya Bwana. Huzuni yako imezidi, huzuni yako umefikia mahali umekata tamaa. Lakini nataka kukwambia baba, mama au binti, neno la Mungu limesema, Bwana anasema ninakuijia. Mchana huu leo anakuja kwako. Anachohitaji mpe nafasi. Akiingia analeta furaha kwako, huzuni inaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuangalie katika kitabu cha Yohana sura ya 15 na mstari wa 4 anasemaje? Huyu ambaye anatuijia anataka kutuunga wapi? Kutuweka namna gani? Tuwe watu wa namna gani? Hebu sikiliza Yohana hiyo 15 na ule mstari wa ngapi? Mstari wa 4. Soma, sikiliza kwa makini. Biblia inasema, ndio, kaeni ndani yangu. Yesu anasema kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Anasema na mimi nikae ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake au kuwa na furaha peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika na ninyi msipokaa ndani yangu. Niliyowaijieni ninyi msipokaa ndani yangu, msipoweza kukaa ndani yangu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Kristo anataka atuweke watu wote tuweze kuwa na furaha katika maishani mwetu. Pale tu ambapo kanisa, watu watakapomkubali huyo Kristo akae ndani ya mioyo yao. Mpe nafasi Roho Mtakatifu, mpe nafasi Kristo aingie ndani ya maisha yako, akupe furaha. Umekuwa na huzuni, mtu mmoja alikuwa na huzuni, mama mmoja alikuwa na huzuni, hata katika dunia hii alikuwa amekata tamaa. Lakini siku moja huyu mwanamke aliposema nahitaji kumpata Kristo, huyu ni yule mama aliyokuwa na msiba, akasema moyoni mwake ya kwamba nahitaji niweze kugusa tu pindo la Yesu, na mhitaji Yesu, huyo nikimkamata akaingia ndani ya maisha yangu, mimi nitakuwa na furaha. Maana alikuwa na huzuni, amekata tamaa. Hata alipokuwa anakwenda kwa watu apate furaha, watu walikuwa wanamsukuma, wanamwambia toka. Watu walikuwa wanamtukana, watu walikuwa wanamsema vibaya. Wewe wanadamu hawawezi kukupa furaha, wanadamu hawawezi kukupa furaha. Kuna watu wengine wamejitumbukiza kwenye ukahaba wakifikiri ukahaba watapata furaha, wengine kwenye ulevi wakifikiri watapata furaha, wengine wameingia kwenye bangi wakifikiri bangi itaweza kuwafanya wawe na furaha. Badala yake imewapa madhara, imewapa shida, imewapa tabu. Leo wana huzuni. Nilikutana karibuni hapa na kijana mmoja anatembea, anajinyea, anajikojolea kwa sababu bangi imempeleka katika mahali pabaya. Imempeleka mahali ambapo katika ulimwengu mwingine amekuwa kama zuzu, amekuwa kama kitu ambacho kimetolewa sijui nini, yani liwekwa. Bwana pewe sifa. Sikiliza mpendwa, bangi haiwezi kusaidia, washerati hawezi kusaidia, mwanadamu hawezi kusaidia kukupa furaha. Yesu ndiye ambaye anatoa furaha. Biblia inasema ya kwamba hata Petro na Yohana walipofika katika ule mlango wa mzuri, wakakuta jamaa yuko pale kiwete, amekaa na umri wa miaka mingi, kazi yake ni kuomba. Wakasema hatukupi kitu kingine. Walisema wanampa nani? Mbona husemi? Hujui? Tunakupa nani? Hatuna dhahabu, hatuna pesa, hatuna almasi, hatuna kitu kingine chochote. Yule jamaa akafikiri, akawaza moyoni mwake, hao wana kitu gani cha kuweza kunipa? Neno hataka kunipa. Wanaume wakamwambia, sisi hatuna pesa, hatuna dhahabu, hatuna almasi, hatuna kitu kingine cha kukupa.
bali tunaye Yesu tu wa Nazareti. Je, unamkubali? Huyu kiwete alikuwa na huzuni. Kama leo wakina John au Yakobo au nani hawajamchukua wakampeleka kwenye mlango, atakaa mahali pale na huzuni. Hivi nani atakayenipeleka? Ni huzuni hiyo. Ana wasiwasi, sasa nitakuwaje? Leo nitapata wapi mapesa makokoto kidogo, si makokoto mnaitaga nini? Makokoto mahokoto. Haya, nitapata namna gani? Anakuwa na huzuni. Anakuwa ni mtu wa kukata tamaa. Lakini mtu akimbeba akamfikisha mahali pale, basi anaanza siku hiyo akakutana na kitu cha ajabu. Akakutana na kitu cha ajabu. Wakamwambia, hatuna dhahabu, hatuna almasi, hatuna shaba, hatuna pesa, bali tuna moja tu atakayekupa furaha katika maisha yako. Maandiko yanathibitisha yule mtu alipokubali kumpokea Yesu katika maisha yake, Biblia anasema walishangaa kumwona akirukaruka wapi? Hekaluni. Huyu ni yule nani? Si yule kiwete aliyekuwa anatembea, aliyekuwa anaishi pale katika mlangoni anakusubiri sadaka. Imekuwaje? Ameingia mwanaume wa ajabu. Ameingia mwanaume wa ajabu. Huyu si mwingine, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Akiingia moyoni mwako, akaingia kwenye mifupa yako, akaingia kwenye jicho lako, akiingia kama wewe ni bubu, akiingia kwenye kichwa chako, akiingia kama wewe ni kiziwi, akiingia katika sikio lako, nakwambia sikio linasikia, kipofu wanaona, viwete wanatembea, wafu wanainuka, maana ameingia mtu ajabu. Huyo ndiye ambaye anakuambia asubuhi ya leo mchukue Yesu. Mpe nafasi Yesu tu. Usikae mpendwa na ile hali ya kwako, basi mimi ni ya kwangu. Basi tu. Pesa ni kidonge. Kila kitu ni kidonge. Si nini ni kidonge. Kwenda kwa waganga, kwenda kuzunguka huku na huku. Leo mpe Yesu maisha yako. Mwambie Yesu, moyo wangu nimeufungua. Ingia ndani ya moyo wangu. Nami nakwambia Yesu ataleta badiliko. Haleluya. 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 Hebu sikiliza Isaya anamsemaje. Isaya sura ya 12 mstari wa 3 unamsemaje? Isaya 12 mstari wa 3, Biblia inasema, ndio, basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Na katika siku hiyo mtasema, mshukuruni Bwana. Liitieni jina lake. Yatangazeni matendo yake. Kati ya mataifa makabila. Litajeni jina la Yesu kwa usahihi. Kuwa limetukuka. Mwimbieni Bwana. Kwa kuwa ametenda mambo makubwa. Na yajulikane haya katika dunia. Yajulikane dunia yote. Ukisoma habari za kiwete, hata ukiwa Uchina wanayo habari, hata Amerika wanayo habari, hata Uingereza wanayo habari za Yesu, matendo aliyoyafanya, kazi aliyoifanya. Yeye habadiliki, yeye ananyoka, yeye ni kweli na uzima, na mtu yoyote amkumbalia. Kwa hiyo Isaya aliona mambo haya, alitabiri. Jina la Yesu likitajwa salama linaleta mabadiliko. Yesu akiingia analeta faida na baraka na furaha katika maisha. Yule kiwete alikuwa na huzuni, lakini sasa ana furaha, na rukaruka wapi? Katika nyumba ya Bwana. Hivyo ndivyo na kuona na huzuni. Hata tunapoimba hapa sifa, wewe umekaa namna hii, wewe umekaa namna hii, mara unakuwa sio namna gani, najua ya kwamba huna furaha kwa sababu Yesu hajakamilika ndani ya moyo wako. Akiingia, hutaweza kukaa namna hii, hutaweza kukata tamaa. Utasimama, utanyoka
na kumshangilia Bwana. Wakina mama, piga vigeregere, piga vigeregere. Haleluya! Hebu sikiliza, na kwenda kumaliza mstari huu. Biblia inasemaje katika Zaburi ya 16 mstari wa 11? Zaburi ya 16 mstari wa 11. Msomaji wangu, soma maandiko hapo. Biblia inasema utanijulisha njia ya uzima. Utanijulisha njia ya uzima. Mbele za uso wako ziko furaha tele. Mbele za uso wako ziko furaha tele. Na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Mna mema ambayo ni ya mema ya milele. Haleluya! Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu anazungumza hapa. Mwambie Bwana, mkubali Yesu akuonyeshe mambo yaliyo mema katika maisha yako. Katika mkono wa kuume wa Mungu kuna mambo mazuri. Maana Biblia imesema Yesu amekwenda ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba kuliko mazuri. Na sisi tutakwenda kuwekwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yaani wale wenye furaha wote watakwenda mkono. Hata siku ile ukisikia katika kitabu watabagua kama kondoo na nini? Na mbuzi. Wa kushoto nenda motoni, na wa kulia nenda uzimani, rahani ambako kuna uzima. Katika mkono wa Bwana. Daudi anasema katika Zaburi hii, huko ndiko kuliko na furaha, huko ndiko kuna mambo mazuri. Maana yake nini? Maana yake umjue Kristo. Mpe nafasi Kristo katika moyo wako apate kuweza kutawala. Utaona furaha, na baada hapo utakuwa katika kiti cha enzi pamoja na Kristo katika mkono wa kuume. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kitabu cha Wagalatia 2 mstari wa 20. Halafu tunamalizia na Yohana sura ya 15 na mstari wa 11. Andika. Kwa hiyo tunakwenda Wagalatia 2 na mstari wa 20. Tunamaliza na Yohana 15 na mstari wa 11. Galatia 2 mstari wa 20. Wagalatia 2 na mstari ule wa 20. Mstari wa 20. Ndio. Biblia inasema, sawa, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Lakini ni hai. Ni hai. Wala si mimi tena. Wala si mimi tena. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa. Na uhai nilionao sasa katika mwili huu. Ninao katika imani. Ninao katika imani ya nani? Ya mwana wa Mungu. Ya mwana wa Mungu. Ambaye alinipenda. Akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu kuguru. Na kwa ajili yako. Ili kusudi uwe na nini? Na furaha. Haleluya. Unaona mambo hayo? Shetani alijitoa kwa ajili yako. Ibilisi alijitoa kwa ajili yako. Mapepo na majini au waganga wa kienyeji, ulisikia kuna mganga wa kienyeji amejitoa kwa ajili yako? Hakuna. Lakini mwana wa Mungu amejitoa kwa ajili yako ili uwe na furaha. Uhai huo ulionao ni kwa ajili ya Kristo. Uzima ulionao, sema amen. Uzima ulionao ni kwa ajili ya Kristo. Uhai ulionao ni kwa ajili ya Kristo. Mtu mmoja asema amen. Uhai ulionao ni kwa sababu ya nani? Ya Kristo. Ndiye alikufa msalabani. Alikuja kutukomboa ili sisi, mimi na wewe, tuwe na furaha. Unapokuwa na uhai huo, unapokuwa na furaha, unapokuwa na amani, unapokuwa na ushindi, uko mzima, hapa onyesha furaha yako. Amen? Hapa madhabahuni onyesha nini? Furaha yako. Hapa kanisani onyesha furaha yako. Ukiwa katika huduma yako, katika uimbaji kwenye kwaya, onyesha furaha. Amen? Unapokuwa kwenye CGM, vijana CGM, onyesha furaha. Kwa sababu Bwana ndiye amekuchagua. WWI, onyesha furaha kwa sababu Bwana ndiye ambaye amekuweka uko hai, uko mzima. Mwambie Bwana, Bwana apewe sifa. Uhai ulionao ni kwa ajili ya Bwana. Wajua
Mungu akiondoa ka kitu kidogo, ka pointi kadogo, utaliona hili kichwa ni zito kuliko. Yaani utaliona ni zito hili kichwa hili. Ambavyo sasa hivi unaona ni kama nini? Jepesi kama karatasi. Lakini aondoe pointi ni moja tu, utaona ni zito. Kwa hiyo uhai ulionao unaona vizuri, unatembea vizuri, unalinga unaona namna hii, yani unatembea namna hii, unajitupa namna hii. Ujue kwamba amekupa nani? Amekupa Kristo. Kwa hiyo hakuna sababu ya kumkwepa. Una nafasi ya kumtukuza Kristo na kumsifu. Andiko hilo la mwisho, Yohana 15 na mstari wa 11. Yohana 15 mstari ule wa 11. Anzia. Biblia inasema, anzia hapo tutaendelea. Ndio Biblia inasema, hayo nimewaambia. Anasema hayo nimewaambia. Tunakwenda kumalizia. Yesu anazungumza na wewe, anasema hayo nimewaambia, ili furaha yangu iwe ndani yenu. Ili furaha ya Yesu iwe ndani yenu, na furaha yenu itimizwe. Na furaha yenu ipate kutimizwa, wakina baba, wakina mama, wakina bibi, kanisa la Bwana. Endelea. Amri yangu ndiyo hii. Amri yangu ndiyo hii. Mpendane. Mpendane. Kama nilivyowapenda ninyi. Kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa Yesu. Wa mtu kutoa uhai wake Yesu kwa ajili ya kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Ninyi ni marafiki zake, ametoa uhai kwa ajili yenu. Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Mmekuwa rafiki zangu. Mkitenda niamruyo. Ninayowaamuru. Siwaiti tena watumwa. Siwaiti tena watumwa. Kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Analotenda bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki. Nimewaita rafiki. Kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba nimewaarifu ninyi, nimewaambia. Si ninyi mlionichagua mimi. Sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Mimi Yesu niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Nimewaweka mwende mkazae na matunda. Na matunda yenu yapate kukaa. Na matunda yenu yakisha kupata kukaa. Ili kwamba lolote muombalo kwa Baba kwa jina langu awapeni. Mtakuwa na furaha kubwa mkipewa na Baba. Haya nawaamuru ninyi mpate kupendana na mpate kuwa na furaha. Bwana apewe sifa. Msinuniane. Msichukiane. Msipigane vikumbo au vita. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Tafuta kuwa na furaha na kila mtu. Ufurahie. Hata kwenye kwaya mfurahiane, mpendane. Kwenye chama cha wamama WWI, pendaneni. Hali kadhalika kina baba, pendaneni. Haya ndiyo ambayo Roho na Kristo anazungumza na kanisa lake, ili muwe na furaha. Neno lake litimie ndani mwenu. Kaeni ndani yake, na yeye amesema atakaa ndani yenu. Na akikaa ndani yenu, kanisa, mtakuwa na furaha milele na milele. Tusimame. Ambo nimbie kale ka wimbo. Karibu. Tusimame wote. Kama una uwezekano wa kusimama, simama. Umekaa vya kutosha. Tutakwenda kuimba wimbo huu, niguse. Fungua moyo wako. Huu ni wakati wa kumwambia Yesu, niko hapa. Gusa moyo wangu. Gusa moyo wangu, tikisa moyo wangu. Hasema Yesu akiwa ndani mwetu. Akiwa Yesu ndani mwetu, tukiwa na furaha, tutachota maji katika visima vya uokovu. Yaani ndani ya uokovu kuna visima, kuna chemichemi, kuna mambo ya baraka. Lakini watu wengi hawayapati hayo, ni kwa sababu wana huzuni. Furahia sana. Kaa ndani ya Kristo, mwambie Kristo, kaa ndani mwangu, ili kusudi uwe na furaha. Karibu. Niguse
niguse, ukinigusa wewe itakuwa salama. Niguse, mwambie Yesu, niguse. Nahitaji furaha ya kweli, nahitaji furaha ya kweli, nataka furaha ya kweli. Niguse, usinipite.